ya kwamba hao wazalendo wamekufa sio kwa sababu walikuwa wagonjwa, sio kwa sababu walikuwa na ajali ya barabara, walikufa kwa sababu William Ruto ametumana wauawe ndio angaishe jamii ya Wakikuyu ati ndio tujue yeye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi karibu sana Gavana Wanjiku Moi, apigie makofi. Karibu sana. Karibisha igana itu ya Rorede Wanjiku Moi. Sisi tulikuwa na uchaguzi wa amani na watu ya Nyandarua, watu ya Alkalau walikuwa na amani. Walichafua amani ni polisi ambaye walitumwa kikosi maalum na William Ruto na Murkomen ikisimamiwa na wabunge wetu. Wakaangaisha kila mtu na wakaua hawa wawili, wakajeruhi watu zaidi ya 20, wakanajisi akina mama na wakatuacha na uchungu mwingi sana kama watu ya hapa. Mimi nataka niseme ni sawa. It's okay. It is now clear ya kwamba William Ruto ametangaza vita na jamii yetu. Amefuta watoto wetu kazi kila pahali. KRA amefuta watu wetu. Kwa jeshi amefuta watu wetu. Kwa polisi amefuta watu wetu. Manyumba yetu wamemomoa huko Nairobi. Ametuma wahuni kuharibu biashara zetu. Wale wako na pending bills ya hii jamii amekataa walipwe. Amenyang'anya watu biashara zetu. Juu ya hiyo sasa anatupiga vita ya mwili. Ameamua kabisa kuangaisha hii jamii. Tunamwambia ni sawa. Hayo yote umefanya, makosa ni yetu kwa sababu sisi wenyewe ndio tulikupatia mamlaka ambayo unatumia kutuangaisha. Na sisi tulikupatia mamlaka ambayo unatumia kutuangaisha. Hiyo mamlaka tutakuondolea mwaka ujao. Hutaangaisha sisi tena. You have declared war on this community, is okay. Na tumekubali. We will correct the situation next year. But I want to tell you, many things you have done against this community has made our people very angry. But the attack on our churches, the shedding of blood in Olkalau and elsewhere, has completed the radicalization of the Kikuyu nation. You have now a radicalized community. And if you don't know William Ruto, this community faced the British colonialists after they took our land and raped our women and drove the white settler out of this land. President Moi, your kinsman, persecuted this community for 24 years. It drove him away. You have touched the wrong number. And now that you have declared war on this community, is okay. Wewe ngoja utaona vile utapelekana na hiyo watu. And you don't seem to learn. Siku tumekujwa na wewe hapa captain kwa mazishi, nilikuambia. Waambia wachana na hiyo watu ya Olkalau. Na hukusikia. Ukafikiria ati utalete pesa hapa. Na unatukana hii jamii, unasema ati sisi hatuna msimamo, ati sisi ni malaya ya pesa. Sasa hiyo pesa yako imekupeleka wapi? Si ametumia pesa hapa karibu 16 billion. Your money means nothing to this community. It is dirty money with Gen Z blood. You cannot change the stand of this community even if you spend what amount. And that should get in your head now. Nimeona ukisema ati utapigana na goons. How? They are no goons. These are rogue police officers who are being called goons. Nimeona huyu kijana yako anajiita waziri hapo akipongeza ati IG, I have confidence in you. Yes, you have confidence in IG kukubalia wewe kuangaisha hii jamii. Because huyu IG amekukubalia kuangaisha watu ya jamii hii. So, mimi nataka niseme it's okay. Acha sisi tutulie. Hatuna maneno mingi, tunyamaze.
Mimi nataka wasanii wetu sasa waanze kutunga nyimbo ya hii mauaji vile tulifanya wakati ya JM Kariuki. Nataka nyimbo katika hii mlima zianze kutungwa ya huyu William Ruto na vile ametufanyia kama jamii. We shall speak through songs going forward, the way we normally do when we are under stress and when we are under threat as a community. All our artists, you must come up with strong songs with a message that the community is under siege, it is under attack, it is under persecution by one William Ruto. And you must go ahead to tell the people what they must do next year. Those are the songs we shall sing for the next 1 year. Watu warudi kwa mashamba, watu warudi kwa biashara yao na wanyamaze. Wanyamaze. Ukisikia unakasirika, unaimba nyimbo, unanyamaza. Si ndio? Si iko namna hiyo? That is the way we shall work. Na mimi niseme hapa mlimani tutakuwa na operation fagia. Si ndio? Ya kufagia wasaliti wote, watu ya UDA na watu ya Ruto, kuanzia MCA, MP, Senator, Governor, Women Rep mpaka President. Na hapa mlimani tumekubaliana na jamii, watu wote watachaguliwa, viti yote 6 ni chama ya DCP. Kutoka hapo nimeingia kwa Wamasai, wote wako DCP pamoja na Nairobi. Alafu mimi nitaenda kutafuta marafiki huko magharibi na kila pahali. Lakini sisi tutajipanga ndani ya chama yetu. Tulipata shida kwa kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu akatuambia tushuke, tukawachwa kwa mataa. Sasa tumejipanga na gari yetu ya DCP. This is a party of the moment. And there will be a wave that has not been witnessed in this region since 1992. Na kura yetu tutapiga kura ile inaitagwa ya fujo. Kura ya kufukuza mtu, sio ya kuchagua mtu. Na hiyo kura ni tamu sana. Si ndio? Ni tamu, si tamu? Wangapi wataamuka saa 9 kufukuza William Ruto? Basi. Ya mwisho niseme asante. Nilipoambia nyinyi muamuke saa 11, mliamuka saa 11. Nilipoambia nyinyi mpige kura mpaka saa 5, mlikuwa mmemaliza. Kwa sababu nilikuwa na habari wataleta furugu baadaye. Hao maafisa wa polisi wametuhangaisha, wamepigwa transfer kuliko washtakiwe. Mimi nataka nihakikishie nyinyi, hawa wale waliua hawa hawatashikwa. Ni hao polisi wameenda transfer na wanajulikana. Lakini nataka nihakikishie familia ya kwamba there is no time limit in criminal acts. Next year, mwezi ya 10, hao askari waliua hawa tutawakamata na wataenda kotini, watashtakiwa. Wale maofisa walivamia kanisa ya Mwiki, next year watakamatwa, wataenda kotini. Wale machifu ambayo wamehangaisha watu hapa, next year tutawafuta kazi, tuandike machifu wengine wapya. Na mimi nataka niambie police officers, 95% of you are very professional. Wale 5% mnatumika vibaya. We are documenting your acts of commission and omission. Next year we'll take action against you. Na sisi tukiingia serikali, kazi ya kwanza is to clean up the National Police Service, to weed out all wrong police officers and to terminate the services of those wanakataa kuchukua hatua wakiona hatia inatendeka. All chiefs and assistant chiefs ambaye watageuka raia, instead of serving the people, you want to do politics and create violence against your own people. We are documenting. We'll send you home. Na itakuwa namna hiyo. Enough is enough. Shaigara ni shekata. Niye da mwira mudhome na hinya, work hard. I know how painful it is. I know you don't understand. William Ruto, what you have done to this family.
We made you president. This is your way to pay us back. This is the way you have paid our people back. But these girls and this boy are crying here that you killed their father for no crime that he had committed. The traitors of our community. You helped William Ruto to kill the father of these children. It's okay. It's okay. It's okay. No problem. We will never forget. Much as we ask in God to deal with you, we'll also do our part next year. One, to President Ruto. What do you gain, Kasongo, by gaining the whole world and losing your soul? Umepora inchi, umeiba kila kitu. Hatuna haja hizo kaa nazo, lakini wacha kuua watoto wetu. Murkomen, I want you to listen to this voice. I have asked for permission from the family. You are claiming they are no goons. I want this voice, you listen to it so that you may have nightmares for the rest of your life. Murkomen, that is the voice of a man who was dying in the hands of policemen, men that you sent to come and hound our children. Murkomen, you will never find peace. You have bought almost everything in this country, but you will never have peace. Your wife will never have peace. Your children will never have peace. Kawajiko, you will never have peace. Women Repwa Muranga, you will never have peace. Faith Mimwaganu, you will never have peace. Kwenyaduku, you will never have peace. Moshera Michael, you will never have peace. You maimed an innocent man. You shed blood of an innocent man. You will never have peace. President Ruto, as you sit at the State House, God has rejected your presidency. You will not have any peace. Your time is up. Deputy President, Mr. Soprano, your time is up. You use this word, I use them to you. Mene, tekel, upasi. Your time is written on the wall. Your time is up. Watho atene twerago an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ile uchungu tuko nayo tungefanya hivyo. Lakini tunajua an eye for an eye leaves everyone blind. Toko motiga moko ine magai. Na turahoya Ngai adiri na inywe na ihenya tukionaga. To tutireigua wega tuikana thayo na inywe guku matura-ini. You are an eyesore. You are cursed. Na twere yangi amarikana ithwe. Mware mono ikana itungati guku. Kwena sugoi thii muikae sugoi. Kweni mizigo yenu muende. Waende wasiende. It is painful. My own cousin at Royal Gardens was threatened by this goon. Akashiko alikuwa ataka kumbaka, wanamwambia venye watamfanyia. So these allegations of rape are live. Watu wamekuja, wametuua. Wanataka mpaka kurepu wasichana wetu na mabibi zetu na mama zetu. And I have a message for the chiefs.
and the assistant chiefs. Nyinyi machief na assistant chiefs, nyinyi kazi yenu ni kuimplement government policies at your place of jurisdiction. Munaishi na watu ambao wamempea kazi. Hao munaishi nao ndio wamempea kazi. Mutigatuikie twara maitho inyuĩ macifu. Nyuĩ ma assistant chief mutigatuikie macifu twara maitho. True reconciliation start by acknowledging what you did wrong. Nyinyi ma chief, first acknowledge that you are wrong. Second, be accountable. You either resign ama mkuje mtuombe msamaha tuone kama tutamsamehea nyinyi. Lakini kwanza kutishia ati mtatumia wengine wakuje. And President Ruto, let me tell you this my final word. If you can kill everyone, utuwe sisi zote, ubakishe tu mmoja, huyo mmoja atakwambia one term. Let me now call the senator, Jabaya Rorere, Kingpin ya Nyandarua. Mimi naambia William Ruto, anza utisha watu wetu. Thursday. Nobody can stop me again. Mimi naambia William. Kama kiongozi wa hapa, leo hii nimesikia na jana pia nilisikia Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto akisema sasa anataka kupigana na goons ambao wametuletea shida kama hii. Na hawa sio goons wa kawaida. Hawa ni goons wanaitwa police goons. Mimi nataka nimwambie William Ruto, there is no way as president of this republic unaweza kusimama na utueleze utamaliza hii shida ya goons wakati one of the senior most politicians around, actually in the highest decision making organ of the republic, the cabinet of the Republic of Kenya, there sits a cabinet secretary for goons and coordination of national terror. Hiyo ni uongo. Kama unataka tuamini unataka kupigana na goons, utaanzia na Murkomen. Kama hujatoa Nesmas Kipchumba Murkomen, tunajua hakuna siku hata moja utakuwa unataka kuondoa hawa goons, kwa sababu yeye ndiye waziri wa wahuni. Kama minister wa interior, kuna National Police Service imewekwa hapa, na yeye amejitengenezea kikosi yake ya wakora ambao alituma hapa Olkalau, ambao ametuletea hasara kama hii. And I feel so bad in my heart. Ati Murkomen alisema ati huko Karau it was very peaceful. This is what Murkomen calls peaceful. Watu wetu wamelazwa hospitali. Kina mama wengi walinyanyasiwa. Wawili hawa wamelala hapa wakiwa wameuawa na askari ambao wametumwa na Kipchumba Murkomen. Lakini akipatiwa nafasi anasema all Karau was very peaceful. This is what you call peaceful, Murkomen. Shame on you, Murkomen. Shame on you, Murkomen. But we want to say this to the president of this republic. The onus is on you. You are the appointing authority. You are the one that has given Onespas Kipchumba Murkomen these sweeping powers to kill and maim and rape our people. These people that are lying here, they voted for you. 2022, they woke up very early to vote for you. This is how you are repaying us. But we want to say this, and it has been said here, does not matter the number of people that you kill. We are ready. And Mr. Kipchumba Murkomen and Mr. William Ruto, I want to tell you as the Senator of Nyandarua, the Secretary General of the party, we are ready. Oh, we are ready. We are ready. And we shall take you head on. Upende, usipende. It does not matter how many you kill. We shall take you head on. Na mimi kama senator hapa naongoza kwa mlaini ya mbele. Nilikuambia wewe William Ruto, ninakuheshimu lakini kuanzia leo hata hiyo heshima mimi sikuheshimu. Kasongo aende asiende. Kuanzia leo kwa sababu ya hasara hiyo ambayo umetuletea, hata hiyo heshima, kama unataka heshima, tafuta mama Faith Getau, mwana naye Sugoi, aenda akakupatia heshima. All Karau oye. Jambo ya pili na ya mwisho. Jambo ya pili na ya mwisho. Mimi nataka niseme nikiwa kiongozi wa hapa.
Hata kama William Ruto alikuwa anataka kuua watu yetu, hata kama Kipchumba Murkomen alikuwa anataka kuua watu yetu, ukiambia William Ruto akuja mpaka Huhoine, ajui ni wapi. Ukimwambia aende kwa Mombi, ajui ni wapi. Ukimwambia aende Kanjwere, ajui ni wapi. Mtu mwenye alionyesha William Ruto mahali hao watu walikuwa ni mtu anaitwa Faith Wairimu Gitau. Na damu ya watu hawa, wewe mama Faith, iko kwa mikono yako. Kwa sababu ulikaa chini wakati watu wanapanga kuua watu ambao walikupigia kura. Watu hao walikupigia kura mara 2. Wewe mama Faith watu hawa ambao wamelala hapa walikupigia kura mara 2. Na njia yako ya kuwalipa, ulikaa chini wewe pamoja na mheshimiwa Kwenya, pamoja na mheshimiwa Muchira, pamoja na mheshimiwa ile mbunge huko Ndaragwa, hata sitaki kusema jina yake. Mukapanga na mukakaa pale Royal Gardens. Wewe mtu ya mitambo nitakupiga kofi vibaya sana wewe. Saa hii mambo inaendelea hapa, si mambo ya kucheza cheza hivyo mnacheza cheza hapo. Wakati mliona kura yenu imeshindikana na mmejua watu ya Olkalau wamekataa mambo yenu, mkasema njia ambayo mtatumia ni ya kupiga watoto yetu. Wewe mama Faith, kama mama wa mwaka 67 years, wewe kama mzazi unakaa chini kwa kikao ambayo inapanga watu yako ya uawe, ni sawa? Ni sawa tu. Ni sawa tu. Ni sawa tu. Ni sawa tu. Sawa tu. Sawa tu. Wewe mama Faith Wairimu Gitau, tofauti kama kwa ile magai. Lakini ambapo utakutana na sisi hatutalipisha kwa kukupiga. Kwa sababu sisi hatutaki, unajua hata mimi nasikia mtu akifikisha miaka 70 anakaribia hiyo safari ya kwenda nyumbani. Sasa wewe tayari uko na 67, hatutaki kusaidia Mungu hiyo kazi yako ya kwenda nyumbani. Wewe ngangana na Mungu wako, mtakutana huko mbele. Lakini kwa kura tutakutana na wewe. Kwa kura tutakutana na wewe. Na tutakulipa na njia hii ambayo umetulipa. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Nataka nikushukuru sana kiongozi wetu, Your Excellency Rigathi Gachagua. Thank you very much. Mimi kama mmoja ambao wako kwa jeshi yako, we are very proud that we are following a general ambaye hawachili watu yake. Siku ile uliambia watu hawa wawili wameaga, ulisema utasimama na sisi na utatembea na sisi. Na kweli umetembea na sisi. It was easier for you kutuma pesa kidogo na useme familia, kila familia iende ijipange kwao. Lakini ulisema wewe mwenyewe utakuja mpaka hapa. We are very happy. Thank you very much. Na sisi tunaomba hata na wale wengine ambao wako hospitali, hatutawaacha nyuma. Tutembee pamoja mpaka tufike mbele. Mimi nimeambia William Ruto, na nilimwambia nikiwa hapa, nikamwambia Thursday nobody can stop reggae. Ni kweli ama si kweli? Hata leo mimi nakwambia William Ruto, hata utuue, hata utukamate, hata utupige. Leo mimi naambiwa ati asubuhi askari walikuwa wamekuja kwangu. Karibuni. Kama niliambia commander in chief simogopi, nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Mimi bado ndio John Medhu. Yule wa zamani bado ni mimi. Na kama mimi niko uhai, wewe Kasongo, safari yako ya kwenda Sugoi haiwezi kusimama. Na hata nisipokuwa uhai, wenye watabaki watasukuma hiyo safari. Niko kana tiguo. Kwa hivyo mimi ninashukuru sana. These children did not have to die. They died because of exercising their democratic right, which is so sad, like it has been said, ya kwamba hawa walipiga kura 2022 wakapigia Ruto. I want to speak to the Mount Kenya people, all of them. I want to tell them, you think Ruto loves you, but Ruto is done with you. The leaders, you have just fallen into Ruto's hands where he has always wanted you. He has always wanted us in this region to appear like we are violent. Koko kurashia na horwo, our region, ona mundu ndamenyaga kana ni agathurwo tondu gutiakoragwo kunu kana shere.
But now he has imported violence because that is where he wants us to be. Those leaders, Ashomaro Magerera Ruto, they think he loves them, but he's done with them. I want to talk to our children, those goons you are calling goons. Inywe mwaragi yake koyo. We must say no. Ata wewe goon. If you are Kikuyu and you've been sent to kill your brother, you must be very crazy. Thakame ashi anaishi dekori radhi. Ruto, we can see you. We can see the violence you are bringing to our region. And you are using the very leaders of Mount Kenya. Following Kasongo, something must be very wrong with you. Because this man does not mean all for us. They have tried to implicate His Excellency. We didn't have goons. We are going to do investigations, and they are there. You have been told who they are, and you don't want to do it. Polendi sana family. It is a constitutional right for everybody, and it is wrong for anybody to disfranchise people by intimidating them, killing them, maiming them, so that they do not exercise constitutional rights. At the same time, as a people and as a Church of Jesus Christ, our hearts are downcast. And we speak to the people who did this. You may hide. No mwehithe. No kwe gai wonaga hithoine. May God help us and help this country. And may government hear this, that it is wrong that the people who have put you in power, you use that power to kill them. May God remind you your responsibility. May God make you repent for what you have done, and may God deal with you according to His mercy. God bless you.